إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عباد الله، Allah subhanahu wa ta'ala yotueleza katika kitabu chake athari ya madhambi na maasi tunayoyafanya wanadamu, na kuwa ndiyo sababu ya misiba yote inayowatupata wanadamu ni kwa sababu ya yale madhambi tunayoyafanya kwa mikono yetu. Allah subhanahu wa ta'ala yasema: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. na misiba yote inayokupateni wanadamu, fabima kasabat aydikum, ni kwa sababu ya yale yaliyofanywa na mikono yenu katika madhambi, wayafu an kathir, na mengi Allah subhanahu wa ta'ala yatusamehe. ويقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Allah subhanahu wa ta'ala yuendelea kutueleza athari ya madhambi tunayoyafanya, na kuwa ufisadi umedhihiri bara na baharini. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس, kwa sababu ya yale yanayofanywa na watu katika madhambi. Ibadallah, madhambi yana athari kubwa. الذنوب عباد الله لها أثر عظيم في حياة الإنسان. madhambi yana athari kubwa na madhara makubwa katika maisha ya mwanadamu, hasa mtu anapokuwa ni mwenye kukithirisha kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ni jambo ambalo kila mmoja wetu yalikubali ya kuwa ma hunaka ahadun ma'sum min adh-dhunub, hakuna yoyote katika wanadamu aliyekingwa kutokamana na madhambi. Hakuna yoyote katika sisi ambaye hamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na hivyo, yatakatufahamu kuwa maasi yana athari nyingi katika maisha tunayoishi. Ibadallah, katika athari na madhara ya madhambi ni kuwa adh-dhunub, madhambi tunayofanya
ni katika sababu ya hirmani rizq, ni katika sababu ya mtu kunyimwa riziki, na ni katika sababu ya upungufu katika riziki kwa sababu ya madhambi tunayoyafanya. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Allah subhanahu wa ta'ala yasema, yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana yule anayetekeleza maamrisho ya Allah na kujiweka mbali kutokamana na makatazo ya Allah, mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala anamjalia njia ya kutoka pale anapokuwa katika matatizo. Wayarzuquhu min haythu la yahtasib, na kisha Allah subhanahu wa ta'ala humruzuku kwa njia ambayo sio mwenye kutarajia. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ni mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhumu al-mukhalafa, man lam yattaqi Allah, yule ambaye hamti Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana yule ambaye ni mwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, la yarzuquhu Allah min haythu la yahtasib. Allah subhanahu wa ta'ala hamruzuku kwa njia asiyotarajia. Mtu huyu anakuwa na uzito katika riziki yake kwa sababu ya maasi anayoyafanya. Yaqulu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, الصحابي الجليل عبد الله ibn Abbas radhiyallahu anhu akieleza namna maasi yanavyoathiri, wa inna lisayyiati la sawadan fil wajhi, na kwa hakika madhambi ni yenye kuleta weusi katika uso wa mwanadamu pale mtu anapokuwa ni mwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, inaondoka nuru katika uso wake. Kadhalika wa dhulma fil qalbi, kadhalika madhambi yanasababisha kiza katika moyo wa mtu, yanasababisha ugumu katika moyo kwa sababu ya athari ya yale madhambi. Wa wahnan fil badan, kadhalika madhambi yanasababisha udhaifu katika mwili. Wa naqsan fil rizqi, lakini pia madhambi yanasababisha upungufu katika riziki. Ibadallah, leo watu wengi katika zama ambazo tunaishi, ibadallah, wanalalamika na uzito wa riziki. Watu wanalalamika imekuwa ni vigumu mtu kuipata riziki ya halali. Wasiangalie ni vipi muamala wao na Allah subhanahu wa ta'ala, wako vipi baina yao na kuyaacha yale maasi aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yana athari kubwa katika kumkosesha mtu riziki. Kadhalika wa bughtatan fi qulubil khalqi, katika athari za madhambi ni sababu ya mtu kuchukiwa katika nyoyo za watu. Hawezi akapendwa mtu ambaye ni mwenye kukithirisha kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu kama huyu ni mwenye kuchukiza katika nyoyo za watu. Ibadallah, katika madhara ya maasi tunayoyafanya ni kuwa adh-dhunub wal maasi, madhambi na maasi tunayoyafanya, tuzilu ni'am, ni yenye kuziondosha neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anapokuwa na neema kisha akawa ni mwenye kumuasi Allah, basi ni moja katika sababu neema kama ile kumuondokea. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza hili katika kitabu chake, وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. Allah subhanahu wa ta'ala ametupigia mfano wa kijiji ambacho kilikuwa na neema nyingi, kilikuwa na neema ya amani, kilikuwa na neema ya utulivu, riziki zilikuwa zikiwajia katika kila upande. Lakini watu hao fakafarat bi an'amillah, wakazikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya madhambi. Allah akaziondosha neema zake, faadhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Allah subhanahu wa ta'ala akawavisha vazi la njaa na hofu kwa sababu ya yale madhambi waliokuwa wakiyafanya. Ikawa ni sababu ya Allah kuziondosha neema zake kwa sababu ya madhambi. Allah subhanahu wa ta'ala haiondoshi
neema yoyote aliyowapatia watu hatta yughayyiru ma bi anfusihim. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية. Allah yondoshi neema yoyote isipokuwa mpaka watu wasibadilishe nyoyo zao kutokamana na kumtii Allah na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili inakuwa ni sababu ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala kuondoka. Idha kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. عباد الله، katika madhara yanayosababishwa na madhambi ni kuwa madhambi yanaathiri sana nyoyo za watu. Nyoyo zinaathirika, bali nyoyo zinakufa pale watu wanapokithirisha kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Madhambi ni katika sababu ya qaswatul qalbi, ni katika sababu ya moyo wa mtu kuwa mgumu, moyo wa mtu kuwa na kiza kwa sababu ya athari ya madhambi anayoyafanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qala: innal 'abda idha akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sawda. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Abu Hurairah radhiyallahu anhu yotueleza namna ambavyo madhambi ni yenye kuathiri nyoyo za watu. Innal 'abda, kwa hakika mja, idha akhta'a khati'atan, pale anapofanya dhambi, pale anapomuasi Allah subhanahu wa ta'ala, nukitat fi qalbihi nuktatun sawda, katika moyo wake kunakaa kiduara kidogo cheusi, athari ya lile dhambi alilolifanya. Fa idha huwa nazaa wastaghfara wa taba suqila qalbuhu, anapojitoa katika dhambi lile, akataka msamaha kutokamana na dhambi lile, akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi moyo wake unasafishika na kubakia msafi. Wa in aada, na ikiwa atarudi baada ya kuwa amefanya dhambi akaendelea kufanya dhambi, zida fiha hatta ta'alu qalbahu, basi lile duara dogo leusi linaongezeka mpaka mwisho moyo wake wote unakuwa mweusi, athari ya yale madhambi ambayo ni mwenye kuyafanya. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, na huu weusi katika moyo, wa huwa ran, hii ni kutu alladhi dhakara Allah, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bali wanakutu katika nyoyo zao kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyafanya katika madhambi. Ibadallah, madhambi yanachafua nyoyo za watu. Vipi mtu huyu ambaye moyo wake umekuwa mweusi kwa athari ya madhambi, vipi atakuwa ni mwenye kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa siku hiyo la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, ni siku ambayo haitomfaa mwanadamu mali yake wala watoto wake isipokuwa yule atakayeenda kwa Allah hali ya kuwa moyo wake ni msafi. Atafaulu vipi mtu ambaye moyo wake umekuwa mweusi kutokamana na athari ya madhambi, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala haangalii sura zetu wala haangalii mali zetu, anachokiangalia Allah ni nyoyo zetu na matendo yetu. Vipi atakuwa ni mwenye kufaulu hali ya kuwa moyo wake umekuwa mweusi kwa athari ya madhambi anayoyafanya? Ibadallah,
adh-dhunub sababu likulli bala, madhambi ndiyo sababu ya kila balaa inayotokea katika hii ardhi. Mabalaa yote na maradhi yote na misiba yote inayotokea katika hii ardhi ni kwa sababu ya madhambi tunayoyafanya kwa mikono yetu. Ibadallah, laysa hunaka islahun lilqalbi wala istiqamati tamma illa bitarki adh-dhunubi wal maasi. Moyo hauwezi ukatengemea, hauwezi ukawa sawa moyo wa mtu isipokuwa mpaka atakapoyaacha madhambi na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, kwa yule ambaye moyo wake ni wenye kukithirisha kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, يقول الشيخ فوزان حفظه الله تعالى: ما هناك أحد معصوم من الذنوب، ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة، فعلى العبد إذا أذنب أن يبادر بالتوبة. يسمى الشيخ فوزان حفظه الله تعالى: hakuna yoyote katika wanadamu aliyekingwa kutokamana na madhambi, lakini tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutufungulia sisi mlango wa tauba. Basi ni juu ya mja anapomuasi Allah awe ni mwenye kukimbilia katika kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, at-tauba min asbabil falah, kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na madhambi tunayofanya ndiyo sababu ya kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, natubieni kwa Allah nyote mlioamini ili muweze kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja wetu anatakia apupie katika kutubia kwa Allah kutokamana na madhambi tunayoyafanya. Ibadallah, at-tauba ili iwe ni yenye kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, at-tauba laha shurut. Tauba ina masharti, lazima masharti yawe ni yenye kukamilika ili mtu asamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti la kwanza katika shurutu tauba al-iqla', ni mtu kujitoa na kujivua kutokamana na dhambi kama lile analolifanya. Hawezi mtu akatubia kwa Allah hali ya kuwa bado anaendelea kumuasi Allah, bado yuko katika dhambi lile analotubia. Lazima awe ni mwenye kujivua katika dhambi hilo ili atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti la pili min shuruti tauba an-nadamu ala fi'liha. Sharti la pili katika masharti ya kukubaliwa tauba ni mtu kujuta, mtu awe ni mwenye kujuta kwa madhambi, ajutie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala nabiyuna sallallahu alayhi wasallam: an-nadamu tauba. Kujutia ni tauba, unatakiwa uwe ni mwenye kujuta kwa dhambi kama lile ulilofanya. Kadhalika الشرط الثالث من شروط التوبة العزم ألا يعود إليها. sharti la tatu ni mtu aeke azma ya kutorudia tena dhambi kama lile, aeke azma kwa Allah ya kuwa hatakuwa ni mwenye kurudia dhambi kama lile. Yakikamilika masharti kama haya, basi tauba kama hiyo ni yenye kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, ni jambo la kusikitisha, tuko katika wakati ambao watu ni wenye kujisifia kwa maasi wanaoyafanya. Hili ni jambo ambalo linahuzunisha pale Muislamu anapojisifia kutokamana na uovu anaofanya. Na ibadallah, hii ni kwa sababu watu wameyadharau madhambi, wameona madhambi kuwa ni kitu kidogo, lakini hawajui huwa inda Allahi adhim, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yana uzito mkubwa. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.